tena. Moyo wangu usibabaike, unaye Mungu mkuu sana, unaye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hatawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Na vizuri kabisa katika siku hii ya leo ambapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu bado anaendelea kuwa mwaminifu na mwema katika maisha yetu, ikiwa leo ni siku ya Tuesday, Teaching Tuesday. Sijui natupata ukiwa maeneo gani katika siku hii ya leo, ikiwa kwamba
Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya yote ambayo anaendelea kuyafanya juu ya maisha yetu, and we really know that our God anaenda kutubarikia na pia anaenda kutubarikia zaidi katika siku ya leo. Ni wimbo ambao umeondoka hewani, wimbo wake Chebos ambao anasema kwamba moyo wangu, wimbo ambao umetoka ambao umeondoka kwenye studio hivi sasa, wimbo ambao Mama Aki anasema kwamba nice song. Amen. Karibu sana ili kama tuweze kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu katika siku hii ya leo. Sijui unatupata ukiwa maeneo gani? Ni swali siku ya leo, unatupata ukiwa maeneo gani? Na ikiwa kwamba unatupata katika maeneo yale yoyote ambao unaendelea kutupata, unatupata loud and clear ama namna gani? Ikiwa kwamba ni mida ya 2:25 zimekatika pale, karibu sana ili kama tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu katika siku hii ya leo. Happy New Year. Ikiwa kama ni show ya kwanza kabisa tangia tulipoachana mwaka jana katika sherehe za Christmas hii, leo sasa tumepatana tena. God is great indeed, he is great. Kwa hivyo inabidi kama tuweze kumshukuru kwa sababu yeye yu anatosha juu ya maisha yetu. Hatuna zaidi ya yeye. Yeye ni baba kwetu, yeye ni mwelekezi kwetu, yeye ni msaidizi kwetu, na hapana zaidi ya yeye. Na niposa inatupasa kama tuweze kumshukuru. Ikiwa siku ya 25 mwezi ni Januari mwaka 2021, karibu sana ili kwamba tuweze kujengana katika siku ya hii ya leo, ambapo tunakwambia kwamba na mengi ambayo tumeweza kukuandalia. Ikiwa kama unajua kuna yale ambayo tumekuandalia siku ya leo, weza tu kukua locked kabisa ili kwamba tuweze kukwambia ni yapi haya ambao kwa kweli tumeweza kukuandalia katika siku hii ya leo, ikiwa ni siku ambayo nakwambia kwamba ni siku ile ambayo Bwana wetu Yesu ameipanga. Kidogo tu tuweze kuomba Mwenyezi Mungu, na ikiwa uko pale umeona link ambayo imejaa hapo, you can just log in ili kwamba tuweze kuongea nawe hapa live, ukiwa pamoja na mimi Papa Isaac LENARD. Ukisema tu kwa kiduchu tu Papa Izo, itakuwa vizuri sana. Hebu tuweze kuomba Mwenyezi Mungu katika usiku huu wa leo. Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwelekezi wetu. Tunakushukuru kwa sababu Bwana haujatuacha, umekuwa ni mwema juu ya maisha yetu. Na kwa kweli tunasema kwamba wewe Mungu unatosha. Wewe Baba unatosha juu ya maisha yetu. Pewa sifa na utukufu kwa sababu Baba hakuna zaidi ya wewe, mkombozi wa mataifa, kimbilio letu, msaidizi wetu. Baba wetu inuliwe, Baba wetu pewe sifa, maana Bwana unatosha. Mwaka jana ulikuwa na sisi hadi tukamaliza siku ya 25 vizuri. Sasa leo Bwana ni siku ambayo ni ya 25 tena, ambapo Bwana tunakushukuru kwa sababu Mungu umefanya mapenzi yako ili kwamba Bwana tumeweza kupatana tena. Mwezi mzima umetulinda, hatujaonana, lakini kwa nguvu zako, kwa baraka zako umetulinda. Ona kuna wale ambao wamepoteza ndugu zao, jamaa zao, tunawaambia kwamba Mungu uweze kuwa pamoja na wao katika hali hii, katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa mabwana, kuna wao katika hali zote, wajaze na roho wako, na ili Bwana waweze kukushukuru wewe ambaye ni Mungu wa baraka. Wacha tukuzo kwa sababu Bwana utatunemesha mimi na mtazamaji katika siku ya leo, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Na useme amen. Ikiwa kama uko pale, wale ambao ni watazamaji wetu, karibu sana. Happy New Year. Sijui unatupata kiwa maeneo gani, you can just text in katika masaa kama haya, and as well you can join us right here. We are happy for you being joining us today. Inakuwa kwamba ni furaha zaidi ya furaha, ambapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu bado ukiendelea kutujoin katika kutoka pembe zote za nchi, pembe zote za mduara, ukiendelea kutoka hizo pembe zote. Tunashukuru Mwenyezi Mungu bado tunaendelea kumsifu kwa sababu yeye yu anatosha. Just join us today. Link iko pale, nimeirusha pale. Unaweza kaingia nayo hivi leo ili kwamba tuweze kuongea na wewe, ili kwamba uweze kuwajulia hali ndugu na dada, jamaa na marafiki ambao kidogo umewamiss kidogo, na hata kuna wale ambao umepoteza majamaa tumewapoteza, tunaona kwa pale kwa sinema zetu za Facebook, sinema zetu za Insta, sinema zetu za TikTok, dance pale, but we are happy that today we are back kabisa, ili kwa sababu ya wewe
jamaa zako, ya ndugu zako na watu wote ambao kwa kweli mnatizama kutoka maeneo yote, pembe zote nchini Kenya. God bless you, God bless you na karibu sana. Let me just try to read some of the text ambazo zimeingia hapa. Huyu ametext nice one, nice site. Irene Keruba anasema kwamba hey, I'm here. Amina, big amen, happy 2022, watching live from Mosocho Seito. Thank you so much, welcome. Ili kama tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa njia hii kemkem. Unajua hatujasahau mandazi yako tufunga koo, so hatujasahau Kiswahili kidogo, tumerejea mara hii. So where are you? Where are you? Watu wote wale ambao tuko kwenye link pale. Where are you? Where are you? Tunataka tujadili masuala kidogo tu. Ikiwa kama nipo umeingia kidogo, umeingia hivi sasa, huko kwenye mpango mzima wa MOSHENEE ya Christ, ambapo tumeingia hii leo baada ya kupotelea siku 25 hivi, ama mwezi mzima by the way, because tulionana na wewe ilikuwa ni mwezi wa Disemba 25. Tena leo tumeonana mwezi wa Januari 25. What a kind of an coincidence, wanasema. Ya kizungu wanakula sana, wanasema what kind of a coincidence is this, Kama tunaachana 25 tunapanana tena 25th ingine. God is great, God is great. Sijui umekuwa namna gani, what kind of an experience umekuwa nayo? Ingia kwenye link hiyo tuweze kujadili moja kwa moja. By the way, MOSHENEE leo imenoga, MOSHENEE leo imenoga. MOSHENEE leo ni kuhusu titles. Hii ni Januari. Ndio Januari vile inakuwa ngumu, naambiwa kwamba unapoingia kwenye kazi, pale kazini naambiwa kwamba when you enter to my office, address me by my title, not by my name. Oh yes. Pale kanisani, hii tukiwa kanisani pale, najua kwamba wengi huingia pale kanisani and they're saying like, unani address na jina langu, title. Kama ni daktari, majina mazuri. Tunataka tu title yako, take jina lako lijulikane. I say sijui kama itakuwa ni vizuri, lakini tunataka tutambue vizuri. Wewe unapenda uite kwa jina lako la title pale kanisani, ama utamlike kwa jina lako halisi tu, kama ulivyozaliwa uliitwa jina moja tu, majina mawili matatu, sijui, lakini just share. Acha ni share link ambayo ni iko hapa, ili kama uweze kuingia na sisi, ili kama tuweze kujadili moja kwa moja hapa, ili kama tuweze kujua ni yapi ambayo yanatukia katika siku hii ya leo. Wale ambao mnaendelea kututafuta kwa siku, tafadhali tuko kwenye show hivi sasa. Thank you so much kwa sababu umesikia pale. Thank you. Tunataka tujue kipi hiki ambacho kinaendelea pale, kipi hiki ambacho unaendelea kukifuatilia katika wakati huu. Ni kipi hiki ambacho wewe ukiangalia pale uliko katika saa kama hizi, kuna yale ambao unaendelea kuyapitia hali kama hii. Kuna yule mtu ambao umeenda kwenye maafisi, umeenda kwenye maafisi pale, when you are trying to ask for something unaambiwa kwamba lazima ni address na jina langu lazima utani address, upende usipende ndio upate kazi. Anyway, just continue following us kutoka maeneo yote, and ili kwamba tuweze kubarikiwa kwa njia kwa njia special kabisa. Naona pale Zado ametuangalia, anatukonezea jicho pale. Thank you so much. Irene anasema kwamba tag family and friends. Thank you so much. Irene, your family nimeitag sana. Wale ambao mnatuwatch, tag tu wale ambao ni family ya Kisii Hot TV wakati kama huu wa sasa. Njaa siku hizi sijaona watu wakiposti Januari wakiweka zile makabeji, cabbage kiongea pale ndani, sijaiona. Sijaona kidogo this time. Unajua, I remember last year, wakati wa status lazima kukuwe na cabbage inaongea. Ulikuwa unakula vizuri nyama Disemba, sasa hivi Januari utanionana na mimi. Sijui kama this year mmekula cabbage. By the way, mimi sijaona cabbage. Unless kama nilikuwa pale kwenye hoteli kidogo nikashare hiyo, ilikuwa kama sosa, cabbage ilikuwa kama sosa, ikakuwa njia hiyo. By the way, sasa tuwezi tukakataa. Tunakula tu at once. Mazee, sijui kama njaa imekupiga mwezi huu. I don't know kama imekupiga, but I don't know kama inaweza kukupiga, kwa sababu wewe ni mbarikiwa wa Mungu ama namna gani baisi.
If we are the blessed of God, mazee, hatustahili kuogopa kwa sababu God amekuwa na sisi, God ametulinda. Sijui God amekulinda namna gani, but as well ukumbuke kwamba hatujatupa focus. Ile siku ya ambao ni ya leo tunaendelea kuongelea kuhusu our titles. Our titles. Our titles. Mimi ni mshonaji. Wewe unaitwa fundi kila wakati, wewe ni fundi, hata mtu hajajua jina lako. I don't know, lakini hata unajua kuna wakati wa kitambo, wakati wa Kristo walikuwa wanapatana pale njiani, walikuwa wanaitana Bwana Yesu asifiwe, amen, umekuwa mzima. Kuna wale ambao bado tunaendelea kuzidi katika huo wokovu na tunaendelea kuzidi kusema yale ambao Mungu amefanya juu ya maisha yetu, but there are some ambao kidogo ukimpata pale anakuambia kwa kikisi ngakiore, yani uko namna gani, uko sawa lakini corona unajua siku hizi, yani wanaanza kuongea about the situations badala waanze kuongea vile Mungu amekuwa mwaminifu, vile Mungu amekuwa wa baraka, vile Mungu ametubarikia siku zote, ametuongoza siku zote. Watu wanaanza tu kuongelea hii Januari bana. Hii Januari bana imekuwa ngumu, tumeteseka nini bla 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 bla, lakini unakosa kujua kwamba kuna yule ambaye amekuwa zaidi ya hizo problems ambazo wewe unaendelea kuzishare. Better share the goodness of our God, ndipo uingie kwenye masuala ya shida zako, lakini baadaye katika huo mwisho wa historia hizo, kwenye mashenee hiyo yenu, uzidi kusema God, hiyo mashenee iishe na Christ. Au sio? Namna gani ndugu yangu, dada yangu, hiyo mashenee iishe na Christ. Yes, ndio bwana tunasema ni mashenee ya Christ. Ikiwa kama nipo na hapo jiunga pamoja na sisi, this is mashenee ya Christ, ukiwa na mimi Papa Isaac Leonard, ikiwa kama ni masaa haya, majira haya ya usiku, ikiwa ni kama ni mida ya 2 zikiwa zimekatika na dakika 36, pole 36. Yeah, thank you for those people who are just following up. Like that video, share with your friends, get into the link, ingia ndani, link nimeipost pale. Hiyo link ukitap pale hivyo, karibu sana, share with friends. Hebu tujaribu kushare ili kwa vizuri. Let me just try to share with my friends ambao najua kwamba watakuwa wakitizama hivi sasa. Let me just share with some of the groups ambazo niko nazo hivi sasa, ili tuweze kujadili haya masuala katika jioni hii ya leo, ikiwa kwamba ni jioni ya 2. Unajua kwamba masaa yetu ni haya tu. Masaa yetu ni haya tu, ambayo kwa kweli lazima tushare hili neno la Mwenyezi Mungu kidogo, tuweze kujua what is this that our Christians need to know in this very hour. Kabisa. Lakini pia bado tunaendelea kukuuliza kwamba unatupata ukiwa maeneo gani in this very hour, unatupata ukiwa maeneo gani. It's good tujue kwamba unatupata ukiwa Qatar, unatupata ukiwa Kisii, unatupata ukiwa Narok, Nakuru, maeneo yote tumepakana na Namira, Gusiland, maeneo ya Matoke, mnatupata mkiwa wapi bwana, tuambie. Tukijua hata sisi tunakuwa ni wabaraka kwenu, tunachoma nyama tunachoma asubuhi ya leo. Inakuwa ni vizuri, so tunataka tujue tunachoma nyama leo wapi, ili kwamba ikuwe vizuri kwetu, itakuwa vizuri kwetu. Na kidogo kabla tukiendelea tuko masuala haya, naona Blessed Mama ameingia hapa. Welcome our sister. Blessed Mom, how are you? Unmute mic bwana. Na umeweka ma headphones nzuri. Niko poa. Happy New Year. Happy New Year to you. Wow, umekuwa namna gani dada yangu? Mimi niko poa, nashukuru Mola. Wewe ndio ulipotea, kwani uliomoka? Yaani uliamua kama ulienda wapi? Yaani mam, uliamua tu kumute, hata WhatsApp uwezi click, hata useme happy new year jameni. Yaani ulikosania wapi? Mimi nikusahau, unajua nikuzeeka, pia nimezeeka. Mama, hata mchezo, mnastahili kukumbuka mtoto wako. Kwani mama anaweza kasahau mtoto wako kweli? Unless uzee ndiye inanisumbua. Nini nakusumbua? Uzee. Kuzeeka.
Lakini tuelezee hali yako imekuwa aje hii weekendi, hii Christmas ilikuwa namna gani? Sijui ulikula. Unajua mimi nilionyesha chapati, nyinyi hamkunionyesha chapati. Sijui kama mlikula chapati, mlikula mandazi, mlikula kaimati. Sijui mlikula nini. Sasa mimi sijajua. Kidogo share na sisi bana. Share na sisi. Mimi naweza sema kila kitu iko poa, kwa sababu hata nikilalamika hakuna vile naweza change hali. Kwa hivyo on my side mimi nashukuru Mungu, kila kitu iko sawa. Siwezi complain. Yeah. Kuna maandiko nimekutumia hapo John 11:4, sijui kama utatusomea. Umesema kitabu cha Yohana John 11:4. Hiyo nitasoma mama. Najua wewe ni mtu wa nguvu. Sinajua. Wewe ni mtu wa nguvu. So nikikuangusha nitaangusha dunia yote bana. This is a blessed mom. So watoto wako tumebarikiwa. Unajua? Wako wapi kina Delma? Sijai waona kutoka Christmas. Kina Geti Gesh. Kina Eminyaps. Ebu waite hapo, najua wanakusikiza. Eminaps wanakuja ni vile wanataka ufungue na maombi. Unajua wewe ni mtu wa maombi, lazima ufungue dirisha vizuri, ufungue uone veranda yetu iko sawa. Nishawatumia mpaka link, nimewatumia link wote, akina Vincent Babu, Timemba Kasi wakuje. Nimewasambazia wote. Watu wakuje kina au watu ambao tumesema hapo. Blessed Mama amewatafuta bana. Si hata mwingie tu tuanze hii show vizuri. Mfungue chapter. Hata Pastor Nyambede sijaimuona, aliomoka pia. Ametext, ameomoka ndio, lakini ametext. Ametext, niona hapa text yake nimeiona, nitaisoma. Alafu alienda Uganda akaomoka. Aliomoka na kuambia God is there na atarudi by there. Ameniambia anakuja na comeback mzuri this time. So wale watu ambao mmesahau MOSHENEE, so MOSHENEE itakuwa this year 2022, na vile tuko na World Cup, tukakuwa na kila kitu. Elections, tukakuwa na kila kitu. Yeye atakuja anatupea MOSHENEE, anatuambia vile tutaishi hii life na peace. Tukiwa ni mwaka wa election, unajua watu wanapendanga kusupport teams fulani wasipigane mandondi. So sijui Blessed Mom utakuwa ni fan ama utakuwa ni Mkristo, ama utakuwa ni Mkristo at the same time ukiwa fan. Sasa sijajua utakuwa wapi, lakini utataniambia baadaye. Let me just read this verse for you. John chapter 11:4, si ndio? Naam, inasema when Jesus heard that he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it." Hiyo kizungu imeingia mami? Hiyo kizungu inaingia kuliko Kiswahili. Wow. Hebu tuhubirie mami. Sijui kama umeisikiaje hiyo maandiko, ama unaweza irudia. Sijui kama umesikia vile nilisikia. Haya, acha niongee. Acha nisikie vile ulisikia. Inasema when Jesus heard that he said, wacha nisikie vizuri. When Jesus heard that, yani wakati Yesu alisikia vile, he said, alisema, "This sickness is not unto death." Huu ugonjwa ama haya maradhi si ya kifo, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Lakini kwa sababu ya sifa zimrudie Bwana ambaye ambaye zitamrudia for the glory of God. Unanicheka tena Blessed Mom, acha hizo bana. Acha hizo. But for the glory of God, lakini kwa sababu sifa zimrudie Bwana, that the Son of God may be glorified, ili kwamba Bwana Yesu aweze kuinuliwa. I think imeingika kwa wale ambao tunasikia Kiswahili vizuri. Hiyo maandiko nilipenda kwa sababu
hiyo maandiko inasema yale mambo unapitia. Yes. Yaani kuna mambo unaweza pitia ili jina la Mungu litukuzwe. Yeah, sure. Unaweza ukapitia magumu. Unaweza ukapitia uchungu. Ndio. Lakini ni kwa sababu jina la Mungu litukuzwe. Nataka kuongea na hawa wanaitwa team risk taker. I think unawajua, wanajijua. Yes. Yale maisha wanapitia saa hizi. Naam. Miaka ijayo. Wao na familia zao watakuwa wakimtukuza Mungu. Oh yes. Kwa hivyo chochote unaweza pitia leo hii. Hebu tafakari hiyo maandiko, hebu soma hiyo maandiko, usikie vile inasema. Yaani si ati ile unapitia hapo ndio mwisho wako. Mbeleni utakuja kumtukuza Mungu. Mimi wacha nikwambia Isaac, kuna wakati sikumbuki ni mwaka gani. Niligonjeka. Umewahi gonjeka? Yes. Niligonjeka mpaka upepo ikikuja mkali inaweza pita na mimi. Oh Jesus. Watu wote walinitoroka mpaka wa familia, blood family, wakanitoroka, yani wakanitenga. Lakini haikuwa ati ndio mwisho. Yani ilikuwa baadaye ikuje kukua jambo la kumtukuza Mungu ndani yako. Oh yes. So nikagonjeka, alafu nikarudi nikapona. Baada ya kupona tena nikaomoka, tena wale watu wenye walinikata tena wanaanza kuitanishwa na mimi. Tena wanaanza kumtukuza Mungu. Oh yes. Kwa hivyo nataka nikwambie aje, unaweza pitia wakati mzito. Lakini kuna kitu itakufanyikia ya kumtukuza Mungu. Unaweza kuwa saizi hauna kakitu. Siku kidogo tu upate kakitu, uokolee mwenzako. Si huyo mtu atatukuza Mungu? Kwa hivyo ningependa kuambia kila mtu, kuna jambo linaweza kuwa linafanyika kwa maisha yako. Usione kama ni jambo ati ndio ya mwisho. Hapana. Wewe ngojea miaka ijayo. Hii ni 2022. Huwezi jua 2023 Mungu atatukuzwa ndani yako. Sijui kama hiyo maandiko wewe umeipata hivyo ama mimi ndio nimeipata tofauti. Nimeipata vizuri mami. That is why we said you are the blessed mom, and now we are blessed together. Yes, blessed mom, unanipata? All right. Nimeona K Radio hapa, hebu nimweze pia kumuingisha K Radio. Au vipi bwana? Poa. Naona sauti hiyo bana, hauna kamera bana, weka kamera bana. K Radio unatupata ukiwa wapi? Nawapata kutoka maeneo ya Kiamwasi. Kiamwasi ni eneo lipi hili bwana? Watu wafahamu, kuna watu wa Saudi Arabia. Kwa Kisii tu. Iko Kisii. Hapa watu washakula bana. Sasa hivi watu washakula. Ni kutegea tu kusikiza mambo ya jioni. Right, karibu sana ili tuzidi. Unajua sasa ni wakati tumefungua show zetu tukisema kwamba Happy New Year. Pamoja. Tunashukuru kwa sababu ya wewe kuwa na sisi, lakini you can just say hi to some of the friends kwa sababu pia Mungu ametujalia tumeingia kwenye MOSHENEE ya Christ. Hi. Kuna dada yangu hapa blessed mom. Blessed mom, kuna ndugu hapa, mkaribishe. Naona ni kama ni mgeni. Hebu mkaribishe bwana. Ningependa kumkaribisha kwa mwaka mpya.
Nimeshukuru kwa kukaribishwa. Na nimwambie akuje kila siku, akuje na timu yake, hiyo timu ya Kisii yote. Alafu nimwambie tunapenda wageni. Alafu nimwambie hii mwaka ikuwe ya baraka kwake. Hii 2022 juu ndio tumeianza, hatujaenda mbali. Wacha tusikie anasalimia timu gani, juu hata hiyo jina ametaja kwao sijaisikia. Hebu salimia timu yako bana. Timu yako wasalimie waweze kusikika. Salimia timu yako iweze kusikika, iweze kujulikana ni gani hii. Timu yangu. Kwa sasa niko peke yangu, lakini with time nitakuja na watu. Unajua timu yako inaweza kuwa wale marafiki jameni, ukiwaambia yani tunasema usalimie your family and friends, your family and friends. Okay, na salimia my dad, my mom wenye wako Kwale, Mombasa, and my uncle wenye tuko na wao huku Kiamwasi na auntie. And even my friends who are around, others who are in school. Yeah. Right. Thank you so much. Wanasema thank you. Thank you so much. We are happy that you have joined us. Now, okay, we are still tunajadili masuala ambayo hii ilikuwa ni fast ile mambo ya kukaribisha, but baadaye tunaongelea kuhusu masuala ya lifestyle ya Wakristo. Of late nasikia kwamba K-Radio nasikia siku hizo of late Wakristo akienda kanisani siku hizi anajitambulisha kwa title. Hata jina lake si lazima. Siku hizi ni title. Unasema mimi ni daktari. Sasa wanashindwa ni daktari wa nini? Unajua siku zote sijaisikia unajua wakati mwingi niliangalia kuna kwenye Biblia huyu ambaye anaitwa Luka, mwandishi wa kitabu cha Luka mtakatifu. Alikuwa ni daktari, lakini hakuna siku moja niliona akijitambulisha mimi ni daktari ninawaletea neno. Lakini siku hizi unasikia kwamba hata mabishops wanasahau, anaanza kusema mimi naitwa bishop, I'm bishop, sauti ina change wakati anaongea kwamba yeye ni bishop, sauti ina change, bishop, naitwa bishop jina fulani, kama niseme ni Isaac, bishop Isaac, yes, I'm Bishop Isaac and I'm the leader of this church, so I hope that you will be blessed for this very day. So akishamaliza yeye hajawahi sema. Unajua siku zote watu husema kwamba mimi naitwa Isaac Leonard, nimeokoka, nashukuru Mungu amenilinda. Siku hizi mambo ya hizo vitu zimechange. Hasa MOSHENEE leo, sijui wewe ukiendanga pahali unajitambulisha, hata kwa kijiji wewe unajitambulisha jina lako kama unasema Jina Moralia. Mimi ni daktari. Sasa sijui tunastahili tujitambulishaje, inastahili tuanze na our titles ama unastahili kuanza na jina lako lenye ulizaliwa nalo? Hilo ndo nataka nijue leo bana. Tuanze na Blessed Mom. Nakupata. Mimi upande wangu ama kivyangu, mimi ningependa nikienda pale popote, yes, najitambulisha tu kwa ile jina langu la kuzaliwa, jina langu la kubatizwa. Kwa sababu haya mengine hata nikikwambia mimi ni profesa, mimi nini, hizo zote haziwezi zikakusaidia. Yes. Mimi sioni haja kabisa. So mimi nikienda pale nasemanga tu my real names ni Irene Kirubo, ama ukipenda uniite Mama Steve. Mimi nasikianga kama nimetosheleka tu na hizo majina. Mimi siwezi kuenda nianze kujibandika majina zingine, hazisaidi. Good. Tuende kwako K-Radio. K-Radio, tuambie wewe unafeel aje? Okay, unajua kitu mimi naweza sema kama vile Blessed amesema ni sawa, but unajua kuna wakati mwingine ni kama acha nikupee example. Sema kwa mfano unaweza enda mahali upate kama wewe mtu amekuzoea kama Papa Isaac, si ndio? So by the time ni kama mimi ukienda mahali people
wasi wamekuzoea kama MC fulani, unaona? So ukienda hiyo place, so ile jina ile brand ishajisell, unaona? So ukienda useme eti other times hata ukisema ukijiidentify with your ile majina yenye umezaliwa nayo, sometimes hata mtu anashangaa, huyu ni nani? Atakaa anakujua anakuwa defected somehow, anajiuliza hapana, mimi sijui, unaona? So ina depend, just go with the name yenye watu wamezoea nayo, ama ndio maana unapatanga other times someone may decide nikiwa hapa, ndio maana unaambiwanga when you are the Romans, behave as the Romans do. So unapatanga mtu akiwa job anatumia jina fulani, akiwa nyumbani anajaribu kuwa yeye, unaona? So anatofautisha. So unapatanga in other situations, ukitoka unaweza toka place moja ukienda sema kwa mfano environment fulani, watu wanakujua na jina fulani. Ukienda ukiulizia hiyo place, unajua Papa Isaac, wanashangaa huyo ni nani? Lakini ukienda huko useme unajua Leonard, wanasema ako hapa. Hata unaweza enda place uulize unajua Papa Isaac, kwamba huyu hata aishi huko, hata akae huko, in fact huko kwao. So unajua hivyo. So ina depend tu na vile identification ama how you have branded yourself from the previously, you know. Maoni yamesikika pale. I'm trying to tell some of us tuendelee kushare hii link yetu, bado ninaendelea kushare pale, share with friends pale, waambie kwamba tuko kwenye mjadala, tuendelee kushare hivyo na itakuwa ni vizuri because hatuondoki hapa. Now I want us to nataka in the other side, kuna wakati ya umeongelea vizuri brother K Radio, na Blessed Mom pia ameongea kivyake, na napendanga tukiwa na mawazo kinzani. Hiyo ndio napenda, huyu akiwa huku na huyu anatetea yake. Lazima hiyo ndio inakuwa mjadala mzuri. Sasa hii mnakuwa mjadala kila mtu anaunga mkono, hii hainifurahishi. Hii ndio inanifurahisha sasa. Now mimi now about titles. Now, title yangu mimi najua ni journalist. Lakini sijui I want nataka unielewe K Radio, title yangu ni journalist, si ndio? So title yangu ni journalist. Kuna profession iko fadi, huwezi jiita eti journalist Isaac leo. Unasikia ile mtu anasema doctor ama teacher, wewe huwezi sema journalist. Sasa of late sasa unajua siku hizi unajua kitu yanafana inabidi nasema hivyo. Ni kwa sababu Wakristo of late hatupendi kuongea ukweli. That is the truth by the way. Wakristo anasema kama ana work, maybe tuseme alikuwa anafanya kwa kampuni ya Transline, si ndio? Yeye anaweza kuwa ni mtu wa park, mtu wa ofisi, lakini anasema mimi ni manager pale ukikuja pale ukikuja pale kwa ofisi unipata pale, mimi nitakutengeneza vitu zako vizuri. Sasa Wakristo tumeanza kuchange our language because tunataka tu ile fame ikuwe ndani yetu, unaona? So Wakristo wanaitwanga jinko ndi wako of late. So I'm trying to say this ndi at least tuelewe. Kuna ile title unajiekea. Title si mbaya, but kuna vile unaiweka and then watu wanaona ni kama huyu mtu ni kiburi. It's not bad. Kuna watu ambao wamejulikana na titles zao, lakini kila wakati K Radio leo wewe unajulikana kama journalist. Kila siku unasema si mnajua mimi ni mwanahabari bwana. Unajua vile vitu tunafanya pale. Hivi yani inakuanga si kujiuza, sasa inakuwa sasa ni unataka tu sijui naweza nikasema ni kujiinua, yani unataka tu wewe kila mtu ajue wewe you are a journalist. Hadi kuna wakati by the way niliwaambiwa wewe hata pasipo wewe kutuambia sisi tunajuanga, hata hujajitangaza tunajuanga, lakini kuna wale ambao yeye akifika pahali lazima aseme. I can't hii nawe sijisifu, lakini mimi mahali ninaenda, leo ninakula sabuni, mahali ninaenda mara nyingi huwa sisemi kwamba mimi ni mwanahabari, sisemi. But it's good K Radio na Blessed Mom, ukienda pahali utambulike kwa ile jina la kazi yako kuliko wewe kujitambua.
Unaona vile inakuanga tamu. Sasa hiyo at least wakati unakaa introduced unaenda pale ukiwa ushauzwa sasa. Wewe ni kwenda kuongea. Sasa wewe unataka tena kupea watu mawazo. Sasa wakati wa introduction ya kanisa kama haujatambulika, just acha. Mimi hiyo ndio kitu nitakwambia. Wewe acha, usiseme wewe ni mwanahabari. Wewe acha, wewe sema jina lako, useme mimi ni Mkristo wa kanisa fulani because umeingia kwa kanisa fulani, sio? Sasa wakati umeingia kwa hiyo kanisa, wewe sema mimi ni Mkristo wa kanisa fulani, kwa mchungaji fulani, na mimi niko hii town. Mimi ni mtu wa hapa town na nitakuwa nashiriki na nini kama umeamua kushiriki na wao, lakini nimekuja kuwatembelea, utoke hivyo. Wakikuja kujua watakuwa wanasema unalikumbuka yule mtu alikudanga hapa, anaitwa fulani wa fulani. Hiyo ndio inakuwa vizuri kuliko kujitambulisha. Me, that is what I know. Asijui Blessed Mom, wewe unaweza kupeana mawazo gani other than hiyo ambayo nimepeana? Wewe tupe mawazo. We are sharing, we are sharing. Okay, nice. Mimi nasikia ukielezea vizuri. Lakini ningeomba huyu K Radio kwanza tuelezee anafanya nini, ako YouTube, juu bado tunaweza mpromote huko, ndio tuendelee. K Radio, umesikia hapo sasa? Hebu jitambulishe bwana, kama uko na ile kitu inaitwanga ni channel, at least ukupromote. Okay. Okay, pia mimi niko na YouTube channel inaitwa Kenyoru TV. Yes. Tunafanya every different types of content. Alafu pia mimi ni mwanahabari. Yes. Pia mimi ni mwanahabari. With that, ni kwa hii nikichangia, ningesema my brother is true. Unajua kuna ile dignity ilikuanga kitambo. Back in the damn days wenye ulikuwa unapatanga mtu kama mwalimu anajulikana tu, yani unapata huyu mtu hata akienda kwa function it's unasikia tu hata ajiintroduce, before ajiintroduce, akikuwa introduced yani tayari kila mtu anajua. But hiyo kitu kuna kitu inaitwa some yani kuna ile ka pride fulani kamekuja kamesway into the community. So unapata kila mtu anataka kuwa like, imekuwa ni kama ni competition. Kila mtu anataka kuwa superior kushinda mwenzake. So anaona mimi nikijiintroduce, nikijiita daktari, hata kama yeye si daktari wa unajua siku hizi daktari ni wengi. Kuna daktari mwalimu, kuna daktari wa mifugo ya ng'ombe, kuna daktari wa kutibu watu. Unajua hata unaenda function, hata kwa matanga, jamani alienda akasaidia tu, hata ule daktari wa kufuga ng'ombe hivi amejua hata kupea ng'ombe dawa ya minyoo. Sawa, hiyo anasema ni daktari. Unaona? Na akisema yeye ni daktari, kisha anaitwa anakuja anapeana dawa ya minyoo pale, ng'ombe zinakuwa dewormed. Watu wanasema huyu ni daktari wetu. Ng'ombe kuna shida hiyo. Unaona? So there is that like a pride between, that's what is making people, kila mtu anaenda mahali. Furthermore, note, tuko time ya siasa, note. Jamaa hata hajaifanya kitu, lakini saa hii nasikia anaitwa omosike ama honorable. Hebu enda akuje kwa kanisa, ana ni aspirant, akoshua hata pigiwa kura zifika hata 5, lakini kosa kumuita honorable, he will walk out ama she will walk out. Juu hajapewa ile heshima. Juu anaona hajapewa ile heshima ya kuita honorable, akuwe dignified. At least watu waone is something. Unaona, hiyo ndio shida tuko nayo. Kuna kale kaigo fulani watu wanapigania. So that's the problem that we have. So kila mtu anataka kuonekana kusupiria kushinda mwingine. Akiona mwenzake amesonga. By the way, ukiangalia hata siku hizi, hiyo inafanya watu wengi mtu anaona Nyarebo amefanya masters. Chana mimi nifanye PhD. It's just because of that ile competition, which is not healthy competition. Unaona? Ndio maana unapata majority of the people unapata others who have the dignity decide to humble themselves. Unaona? Basi hata kuna time nilienda kuna one particular moment I managed tuliwaisha na Maraga. Alikujanga church. Akaingia time nilikuanga home Kwale. Akaingia church. So walikuwa wamekujanga function Kwale ya hizi mambo na judiciary. After kumaliza Saturday he wanted to go to church.
akatumiwa askari wamsindikiza, akasema no, I don't want to go with the police, mimi naenda kuni Mungu wangu atanilinda. Kufika church, so those church elders were like, oh, ndio senior elders juu nini kuja ukae hapa kwa maelda wengine wakubwa. Akamwambia hapana, I'm going to sit with the kids. Mimi hapa nikikuja power zangu sijui nini. Hata askari walikuja in fact 1 hour later, na alikasirika vile walikuja, akamwambia hapana, mimi niko huku kwa Mungu. So akaenda akakaa kati ya watoto. Nikaona kidogo kidogo wale church elders wanatoa wale watoto eti wanakuja kujiweka hapo. Unaona at least kuna kale kakibuzu, unaona, na waka expect akijintroduce I introduce na Chief Justice Maraga. Yeye alisema mimi ni I am the church elder kanisa fulani ya Nairobi. Hiyo peke yake. By that ali collect sadaka. Maka nikashanga. So I learned something during that time. Kuna ile unaona sisi tukiacha kale ka pride na ka ego, we will go far. Hiyo ndio kitu inasumbua watu. Ndio maana unapata mtu anataka kuweka ka title mahali hapo katikati. At least ndio aonekane nero kumeta bwana. Kumeta kweli. Alright. Brother K Radio ameongea pale. Sasa vile said mom, tumerudi kwako ndio tuongelee, tutaongeza ziko mingi. By the way, we have many objectives ambazo tutaongelea leo. Na hujamwambia kama atawapata aje hii station yenu? Mtu anawapata aje? Kama mimi ni mgeni niko huko Shagumo Socho, ningependa kuwapata aje? Yani naenda wapi na subscribe na like nafanya nini? Kama wewe ni mgeni unataka kusubscribe kwa channel yetu, unaingia tu kwa Chrome. Ukiingia pale kwa Chrome una search YouTube. That is kama hauna app ya YouTube kwa simu yako. Ukiingia pale YouTube unaingia pale, I think uko na ile ambayo inaitwa email. Ikiwa uko na email utaingia tu YouTube. Ukisha click kwa YouTube uta search, kwa sababu ukiingia pale kwa YouTube itakwambia uta search Kisii Hot TV. Ukisearch Kisii Hot TV itakuletea jina hilo, and then una click kwa hiyo video moja, unaicheza, unangoja inaendelea kucheza. After some 2 minutes una like, una comment, na ndipo una subscribe. Ukisha subscribe hivyo, hiyo rangi before just subscribe inakuanga ni rangi nyekundu, ikiwa na imeandikwa na rangi ya white. Maandishi yako katika rangi nyeupe na rangi ambayo imeifunika inakuwa ni nyekundu. Alafu ukisha click pale ama ukisha kiriza kwa ile rangi, inageuka inakuwa kijivu na maandishi tu yanabaki kuwa ni yale white. Alafu unakiriza kwa ile bell ambapo iko na kakitu fulani outside the bell. Bell iko na exclamation mark kamoja. Sasa hako ni kuonyesha kama utakuwa unapata messages kila wakati. So hivyo ndio utapata kusubscribe kwa channel yetu. Hiyo process ni refu ama ni fupi? Alright. K nimekupata, nasikia unaona unasema kwamba network inakuwa ni ngori, lakini itakuwa vizuri. Let us just expect kwamba itakuwa vizuri. Now, nijaribu kusoma SMS kabla sijarudi kwako Blessed Mom. Pastor Jeremiah Ben anasema kwamba thanks Papa Isaac for streaming live. Happy New Year. Happy New Year to you Pastor Jeremiah. I'm following pembeni kutoka Nairobi. Nasalimia wapendwa, waambie Pastor will join live hivi karibuni. Amen. We are happy that you join. And anasema kwamba Happy New Year Blessed Mom. Blessed Mom, hiyo Happy New Year umeipata. Naona you are so joyous. Alafu Nzimi Masila anasema kwamba Happy New Year. Mwambie Happy New Year tu na umwambie tunamumisa, tunamumisa. Nilikwambia analeta kitu kali, akikuja analeta kitu kali sana. So let us expect a lot kutoka kwake. Niliwaambia mtagongana this time kwa sababu ya kura ama kwa sababu ya mpira. To keep busy na mashine ya Christ tu. At the end of it all ni Christ anamalizia pale mwisho. Alafu kuna kabla sijasahau. Ebu ambia Pastor kwa sababu siku hizi anapotea sana, naweza kosa kumpata.
Kuna sherehe niko nayo date 11 next month. Date 11 itafanyika next month, pale Telmo World Media. Itakuwa ni Friday mwendo wa saa 7. So mwambie nimesema ni yake kwa maombi hiyo siku iweze kutimia. Hiyo siku itakuwa yani ni siku kubwa kwangu, kubwa. Sawa sawa, hiyo request nitaipeleka pale. Hiyo nimeiandika, nimeweka nakiri, tutaipeleka pale. Alafu Nzime Masila anasema kama happy new year. Happy new year to you Nzime Masila bana. Sema happy new year kwa Nzime Masila, anatuwatch. Alright. Alafu Judy Kombuka anasema kwamba hi 5 everyone, I see you all, thank you so much. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zimeingia hapa, and we are happy kwamba bado unaendelea kutufuatilia kwenye hii moshene ya Christ. Thank you so much. Kabisa. Haya. Naona kwamba zimekatika dakika 10 baada ya saa 3. Tumebakisha dakika 20 pale, hivyo ndivyo tumalize show yetu, lakini najua kwamba inaendelea kukubamba mahali uliko, and we are still saying kwamba bado tunaendelea kusema kwamba hii story ya kukua pale alafu unaenda kanisani, unaenda pale popote, wewe ni kujitambulisha na title yako. Wacha utambuliwe mwanzo, ndipo at least na kwa vizuri. So kuna kitu hapa, by the way, kwanza KK Radio aliongea hii story kwamba most of the politicians usipomtambulisha kwa jina lake, hii kitu inaitwanga His Excellency. His Excellency, hata kama ni MCA, His Excellency the MCA, yani lazima asikia kwa jina katamu ndi at least ndi atabambika. Sijui ni kwa nini, but ni mazoea. And then so ukimuita hivyo at least anabambika na feel ako sawa, it's awesome. So inakuwa sijui tunastahili tufanye aje, lakini tutajua. K-Radio tumekuona kwa stream nyingine, ndio tumekuingisha sasa. Thank you so much. So our politicians wamekuwa sijui how do we, kwa nini mna advise aje, because what kind of advice mtawapea wakati kama huu, because we are in the duration ya elections, na I'm very sure kanisa mingi zimekusudia kukuwa na michango. So hii michango lazima wa address kama mheshimiwa, na wakikosa atapeana pesa kidogo. So what are we going to advise these men who are in politics? Blessed Mom, sasa leo sasa hii, I think you are the one to respond to that. Nakupata vizuri. Ambia K-Radio pole, network imemtupa. Lakini mwambie anaweza rudi ajaribu kutumia audio inaweza kubali. Mimi ningependa kushauri hawa wakubwa wa viongozi wetu. Kitu ya kwanza yenye watatufanyia, wao wenyewe wadumishe amani, umoja na upendo. Kwa sababu wao ndio wakubwa wetu. Sasa hivi wanatukanana wenyewe kwa wenyewe. Sisi wadogo wao pia tukiona vile wanatukanana, sisi pia tunaanza kutukanana, sisi watu wa chini. Na hiyo sio vizuri upande wangu. Mimi ningependa tudumishe heshima. Kama ni kura, kama ni campaign, wafanye kwa amani. Mambo ya matusi wawache, kwa sababu wao ni kama wazazi wetu. Wakati mzazi unakosa heshima kwa mtoto pia atakukosea heshima. Na hawa vijana wadogo kama huyu K-Radio, ningependa kuwaomba wakae wakijua kura ni ya siku moja tu, lakini maisha itaendelea. So utafanya vituko zako, urudi ukule sukuma 500, wale wanakula pizza na kuku kwao, wewe ndio utaumia. Kwa hivyo tuangalie pia upande wetu, tusibebewe akili. Yes. Right, thank you. Hapo I think umecomment vizuri. We are almost finishing pale. Nataka tupate burudani kidogo alafu tutarejea, because si tumeongea sana kidogo. At least tukienjoy ka music alafu turejea, itakuwa ni vizuri. Tuenjoy ka music hivi alafu itakuwa ni vizuri katika njia hiyo. I'm sure kwamba itakuwa ni vizuri.
Let me just see kama hiyo music ita play, kwa sababu imekuwa ikisumbua kidogo tangia tulipoingia. But I know itacheza. Let me try to see kama nitaingisha ingine ili for those ambao wako mbalimbali and they're just trying to see vile wataweza kuingia hapa. Please, kuingia hapa ni rahisi, nimeweka pale link, alafu utaweza kuingia nayo. Itakuwa ni vizuri ukiingia nayo in this very hour, itakuwa ni vizuri. We'll be happy or we'll be glad having you in our studio right here. So tupate tu huu wimbo and then I'll be back in our beat. Acha tuweze kupata huu wimbo wa Boss. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote, aliingia roho. Unaona tena mambo hiyo imekataa kidogo, but we are working on the same, so let us just try tuone itakuwa namna gani. Kuna kwaya fulani nataka nisake, maybe hiyo kwaya inaweza tuletea song mzuri tuweze kujua itakuwa namna gani in this very hour, ukiwa zimekatika dakika 16 baada ya saa 3 usiku. So don't move away, tuko hapa tukupe burudani, tuweze kudiscuss mawili matatu. Kwa wale ambao mko mbali, please tutaweza kuwa kwa pamoja kwa njia ambayo inastahili. Let me just try to, acha tena nikijaribu ikikataa, I just give up. Wanasema I give up. Give up, ikikataa kabisa I give up, nita give up. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote, aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena, aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena, ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima, Yesu kimbilio hajawahi kuniacha, Yesu mwanga wangu mahali pa kujificha, Yesu kimbilio hajawahi kuniacha, Yesu mwanga wangu mahali pa kujificha, amjua shida zangu yeye anazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie, aliingia rohoni mwangu,
kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie, najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi bila Yesu mimi ni mtu aringia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie, aringia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena, ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu, sijui bila wewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu, Yawe ningekuwa wapi? Yawe wewe yote kwangu, Yawe wewe yote kwangu. Watarukuya kagima, yani a very nice song. A very nice song indeed, and we are happy kwamba unaendelea kutufuata. Big man Bazoo, vipi bwana? Salama sana. Big man, uko aje bana? Uko poa? Kutulia tu kwa nyumba. Unatulia kwa nyumba vizuri? Nyumba. Alright. Naona hii nyumba ni nzuri sana. Ai, umekula kitu bwana, unaona uko na nguvu. Kuna nguvu sana leo, unaongea sauti nzuri bwana. Una enjoy taska? Okay. Sawa, pia si mbaya, lakini siku yako ya Mungu ipo tu. Luke Andrew, vipi bwana? Umemute mic Andrew Luke. Umemute mic. Good. Uko aje ndugu? Aya, unaongea sauti ya chini bana na umekula sapa bana. Ongea sauti ya juu bana. Aya. Blessed mom, uliingi, ebu niambie umemute tena mic baba. Aya. Leo good. Ongea kwa sauti tukusikie. Unaongea kwa umbali ni kama umefunga umefunga mahali unashika hapo mahali mouthpiece iko ndio umeshika. Tafadhali. Sasa itakuwa namna gani? Na nataka uongee na sauti yako vile nasikia kwa umbali ni kama ni sauti ya pasta. Sasa na vile sikupati sasa ninakasirika bwana. Sasa hii namna gani bwana? Anyway, sawa, tunaongelea masuala ya sisi vile ametoka hivi akiingia tena itakuwa vizuri. I think so. Yeah. Man Bazoo. The big man Bazoo.
Karibu sana. Unajua tulikuwa tunaongelea kuhusu watu anapoenda pahali lazima ajitambulishe na jina lake kubwa kubwa. Sasa tulikuwa sijui wewe advice yako ni gani? Unataka watu wakuwa wanaji-introduce mahali anaenda, anasema mimi ni, kabla hata kusema jina lake alizaliwa nalo akapewa na wazazi, yeye anaanza na jina ambalo alipewa kwa sababu ya kazi fulani na kitu fulani. Na maybe watu wanaenda kutafuta kazi, akisahau akiongea jina, asipoongea na title yake anamwambia hakuna kazi hapa kwa sababu hujui kujiintroduce. Yaani anamwambia tu uongo kwa sababu hakumuita kwa jina lake ile anapendaka. Sasa sijui wewe unadhani ni vizuri kujiintroduce na your title ama ni vizuri ujiintroduce na jina lako, at least watu wao watakuintroduce kwa title yako? Unajua hapo hiyo ina depend na hiyo gathering au watu wenye una address. Kwanza ukiwa keen, lazima waangalia una address ni watu wa aina gani. Sana unajua sisi ni mashabiki. So ukishabiki wenzako utajua venye utachinja. Na sasa hapa mahali umeenda kutafuta kazi, nayo wewe yako ujue venye unaweza kufikia. Yes. Hiyo lazima usome ile mazingira yenye uko. Kwa hivyo lazima unajiintroduce kulingana na mazingira ambayo unaona pahali. Yes, si kila saa ni hivyo venye tu unajiintroduce. Najua kama I think wamepata kwa mtandao. Kuna majina mingi tunatumianga huko. Oh yes. Na hiyo iko around. Na kuna maybe umeenda kwa kanisa, wewe introduce na hiyo majina. Wewe ya kutafuta kazi kama hapo hivyo. Yes. Ana blessed mama na relax smile. Sijana smile nini lakini tutajua. So ukienda kutafuta kazi, lazima ujiintroduce na ile jina yenye inaenda na makaratasi zako. Yeah, sure. Hivyo tu hivyo sasa. Hiyo ndio kusoma ile tunasemanga mazingira. Ikiwa shule tulikuwa tunasoma mambo ya muktadha. Muktadha. Kuna jina kama hilo. Yes, sasa lazima ukuwe keen. Yes. Thank you so much my brother Big Man Bazoo. Thank you so much kwa sababu ya mchango wako. Usiende, tuko hapa bado. Tuko hapa. Yeah. Kuna huyu anaitwa Jina Asuma, lakini Jina Asuma unajua amejaribu kuingia lakini ni kama imekataa. Jina Asuma sikupate. Sijui kama wewe unaweza kuongea hata bila kutumia video, unaweza ukakata video utumie audio. Unaweza ukakataa kuonekana kwa kamera uonekane kwa audio. Jina Asuma Mwamogusi. That is what I mean, kidada yetu. Unaweza ukakata video, ndio kwa sababu video inakuwa ni high quality, reduce to video uongee na audio, itakuwa ni vizuri. I think hiyo itakusaidia sana wewe kuweza kuingia hapa. Acha tu nitakuondoa kidogo, ukiendelea kushughulikia hilo itakuwa ni vizuri. Yeah. So tunamalizia naona zimebaki dakika 3. Hizi dakika 3 we are still talking about our shows. Blessed Mom man anaitwa Big Man Bazoo, kwa sababu unajua kuna show nyingine inaingia anytime from now inaingia. Tuko na Kurkuntu atakuwa anaingia, so unajua lazima tufuate hiyo programming vizuri na ndio tuelewane, sio? So ni kumaanisha kwamba as from Monday to Friday huwa tunakuwa na show zetu Moshenee ya Christ as from 8 to 9:30. Alafu kwenda hapo mbele itakuwa ni the big man hapa anaitwa Kurkuntu atakuwa anaingia. So kutoka hapo ile mambo yenu mnapenda ya bedroom issues mnaongelea huko hadi saa 6, mkitaka siku nyingine mnaongea hadi saa 9. Na waona tu lakini siku zote tunaongea kuanzia saa mambo ya Mungu tunaanza mapema. Big Man Bazoo, nasema Kurkuntu nimemisiana na yeye sana hii mwaka. Sijaingia kwa show yake, si bona.
anaingia, tuliachana na nini 25th, sasa leo anaingia mbaya sana. Ananiambia amewamiss pia, so msiondoke. Ile leo kuna ile topic moto, after hii ya Mungu kuna ile topic moto inaingia hapa, so msiondoke, he's coming. So our programming iko hivi kwamba as from Monday to Friday, mambo inamalizika pale mida ya saa 3:30. Hiyo ni mambo ya Mungu, so msisikie mambo ya Mungu mutoroke. Mungu ndio kwanza, na story nyingine ya kusimama na familia na mambo mengine ya ushauri ya familia inaingia baadaye, au sema gani, si ndio? Alafu Sunday ina show yangu inaanza kwa sababu Sunday itaanza kuwa sasa ni mambo ya Mungu. Umetoka kanisani, unataka kuongelea kitu fulani ambacho kitakusaidia zaidi. So tutakuwa na gospel hotspot kama kawaida tena, ambayo itaanza mida ya saa 4, I think saa 4 itakuwa ni vizuri, hadi mida hiyo saa 6 tutakuwa tunalala kwa njia ya uzuri. I think hiyo itatusaidia ili tusonge kwa njia hiyo nzuri kabisa. So that is how we have programmed. Na saa 2 kama kawaida ni siku ya politics ya mzito, anaitwa Kurukuntu kama kawaida. Nasema kama kawaida. So hiyo itakuwa ni show yake as from mida hiyo, atawaambia ni saa gani atakuwa na nini. Itakuwa ni vizuri for programming, ndio uko unaelewa kama Kisi Hot ni saa hizi, ndio kusikue na kuchanganikiwa. So we are happy kwamba leo tumekuwa na ufunguzi mzuri. I don't know ni kina nani hawa mnawatakia mwaka mzuri, na I want kwamba leo Big Man Bazoo, leo Blessed Mama atakuombea ili tukitoka kwa hii show uokoke, na tukiingia the next show utakuwa wewe ni mtu wa Mungu. Ama namna gani Big Man Bazoo? Si wa shetani, mimi bado ni wa Mungu. All right. Aya. Blessed Mom, your comment, say hi to your friends, na Big Man Bazoo aseme hi to his friends, na as well utamaliza kwa maombi, itakuwa ni vizuri. Mimi ningependa kushukuru wote ambao wamechangia kwa comment section na wale wameingia, na washukuru wote. Yes. Alafu natakia kila mtu, kwa sababu hatuwezi jua watu wote tuwataje majina, natakia kila mtu mwaka wa baraka, mwaka utakao kuwa na mafanikio. Big Man Bazoo hata kama hajatusalimia, mwambie tuko pamoja na bado tunampenda cha nguvu. Unajua siku hizi ubembelezi unalazimisha. Hii 2022 ubembelezi unalazimisha, so mwambie hata kama hajatusalimia tunampenda. Wacha na yeye atakie marafiki zake happy new 2022. Yes, Big Man Bazoo. Yes, asante. Najua mulinianza na maaka nikasahau salamu. Okay. Amjambo? Hatujambo. Mimi niko na squad yangu yenye naweza salimia huko kwa hii Januari. Kuna rafiki yangu anaitwa Stud, kuna Mark, kuna Amos ya Samoa, MC Dancer, kuna kina Dani Kichi. Ni wengi list ni kubwa. Unajua mimi ni mtu wa watu. Yes. Mala wengi. Alafu pingine najua President Mom, unajua huu mwaka tuko na uchaguzi huku Kenya. Na sasa hii kuna hii legislation inaendelea diaspora. Si kama wewe ushachukua hiyo kula. Diaspora meredesta hiyo mambo bwana, tuambie. Mbona unajua Blessed Mama anatumia kitu kusema hajafanya hivyo. So tunaelekea mwaka wa uchaguzi, ndio tunaenda kuchagua viongozi wetu. Tuchukue kula, alafu kila mtu apige kula yake mahali anaona atasaidika. Ni hivyo tu. Right, thank you so much. I want nisome comments alafu Blessed Mama utafanya maombi ya kumalizia. PJ Media 254 anasema kwamba high five guys, na waona nyote, pokea salamu zangu 5. Alafu anasema kwamba Blessed Mom, how are you? Big Man Bazoo and Papa Isaac.
tunasema we are fine, thank you. Hello, Gertrude anasema kwamba hello, tunasema hello to you. Salamu from PJ Media 254 tumezipokea. And then kuna huyu ambaye anasema kwamba anaitwa Baba Nyabendo. Aki, nilikuwa busy but next time nitakuwa tuned mapema. I wish you will do that. Anasema kwamba happy new year to you. So we say happy new year to you as well, our sister Baba Nyabendo. Haya, nimalizie pale. Kuna Mary Kerubo anasema kwamba hi nyote, so hi to you. And kuna Daifino Orina anasema kwamba love, tuko pamoja. And I think Peter Nyakuni anasema kwamba it's very hot here in my room. So Timothy say tunakuwekea maji ndio uko vizuri, lakini God will bless you. Tutaleta maji siku tutaleta hata fani ikuwe kwa hiyo nyumba. But anyway, thank you so much. From my side, I'm very much thankful. Jen Asuma omwamo usiga aki. Leo nati imekusumbua, but we hope Mungu kesho atakusaidia ili kama tuwe na wewe kwa njia iliyo nzuri. Blessed mom, your closure with your prayer, alafu nitamalizia. Ambia hiyo timu yote, kina Mama Mary, PJ Media wote tunawapenda na sijui mbona wajaingia hapa ndani. Alafu huyo mwenye anasema pahali yako kuna joto, sijui ako nchi gani, angetuambia tu ako nchi gani, juu sidhani kama kuna nchi iko na joto sahi, sidhani. Kenya kuna joto. Hata nchi gani? Si kunanyesha? Si sana. Mi vile naelewa kila nchi saizi ni baridi, lakini sijui, labda nakosea. Alafu ambia Bigman Bazu hiyo kura ananiambia nikachukue, mi sijui kura inachukuliwa wapi, hata ID sina. So atatuelezea kesho akuja atuelezee tunaweza pata kura aje bila ID, juu hatuna ID. Alright. Na pia tutakuuliza mbona ulienda diaspora bila ID na ulikubaliwa aje? Hiyo ndio pia itakuwa swali. ID haitumiki. Haya, tuombe mami. Wacha tuombe ndio tuweze kufunga masaa ya wenyewe. Naona tumekula masaa ya wenyewe. Mtakatifu Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunaja mbele zako usiku wa leo tukisema ni asante kwa ulinzi wako mwema. Umetulinda tangu asubuhi hadi masaa. Wanaosafiri tunawaombea safari njema, walio wagonjwa tunawaombea uponyaji, wale ambao wamepoteza wapendo wao tunaomba ukafariji hizo boma zote, kwa sababu hatuwezi wajua wote. Tunapokuwa kwa hii mwaka wa 2022 ambao ni mwaka mpya, tunaomba ikuwe ya baraka kwa kila mtu na ikuwe ya mafanikio kwa kila mtu. Sisi hatuna mengi ya kuomba kwa sababu wewe unajua yote, hata ida tunawaza kwa siri. Tunapoenda kufanya uchaguzi wa hii mwaka, tunaomba tukuwe na amani, umoja na upendo. Hiyo ndio kitu ya muhimu yenye tunaomba, na tunaombea nchi zote pia ziweze kukua na amani, umoja na upendo. Na kwa mashule pia tunaomba ukaweke ulinzi mkali kwa watoto na walimu pia. Hatuna mengi ya kuomba, ila tunakushukuru kwa kila jambo. Iwe mbaya ama mzuri, sisi tunasema tu ni asante kwa yote. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, zote tuseme amina. Amen. 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 Thank you so much. May God bless you. Wakati tunaendelea kufanya closure. Bye bye. So thank you so much. Tumemalizia hapo kwa siku ya leo. Mungu akubarikie wewe ambao umekuwa pamoja na sisi. Ninaitwa Papa Isaac Lende kwenye hii show inaitwa kwamba ni Moshenee Christ. As from Monday to Friday tuko na Moshenee kama kawaida. So leo ikiwa ni Tuesday, tumeanza 25th, tulimaliza 25th mwaka jana. Sasa it's a new and fresh year ambao tunakukaribisha hili kwamba tuzidi kuwa pamoja na wewe. God bless you. God bless you a lot. And I want to remind you kwamba kesho kuta tutakuwa na Pastor Jeremiah na Ben atakuwa hapa. So usiku unaondoka. Yeah, he is coming. Atakurukuntu. So he's coming for the next show. Mimi nawatakia usiku mwanana. Tupatane tena siku nyingine mwanana. Usiku bora usiokuwa na bugdha. Goodbye for now. God bless you.